utakapoenda ipo siku utapitia. Usipopitisha kesho, basi siku nyingine utafanya nini? Utayapitia. Maana yake yatakujenga na kukuimarisha, na misuli ya ndani itapata kukua. Haleluya. Basi inasema hivi, kichwa cha somo: chombo chenye kuzishinda tabia za kidunia. Chombo chenye kuzishinda tabia za nini? Za kidunia. Zipo tabia za kidunia ambazo mwanadamu anakuwa anatembea nazo. Haijalishi, yawezekana ukawa umeokoka ama hujaokoka, au umeokoka lakini zile tabia bado zinakufuatilia. Haleluya. Bado zinakufuatilia, zinafuatilia mienendo yako, zinafuatilia kazi zako, zile tabia bado zimekuvaa. Kwa hiyo wewe ni chombo cha Mungu kiteule. Sikia, hebu Mungu mmoja afungue Yeremia 48 na sura na ule mstari wa 11. Yeremia 48 mstari wa 11 hadi wa 12. Mstari miwili tu. Kuna kitu nataka nikuoneshe mahali hapo. Baada ya kuokolewa inatakiwa na tarajio lionekane badiliko na kutegemea wewe Yesu. Umekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Umekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana yake ndani ya huyo mtu tayari tunatarajia kuona badiliko ambalo linaendelea kuonekana kutoka ndani hatimaye mpaka nje. Hilo badiliko ndilo litakalo kutambulisha wewe ni wa namna gani, wewe ni chombo cha namna gani. Ni chombo kilicho kiteule au ni chombo ambacho bado hakijamiminwa kutoka chombo kingine kuingia chombo kingine. Hakuna mtu ambaye amefika. Yeremia 48. Naye ametulia juu ya sila yake, wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haijabadilika. Harufu yake haijabadilika. Anasema Moabu amestarehe tangu jana wake, naye ametulia juu ya sila. Maana ya sila ni matendo mema, au ni matendo mema. Haleluya. Au naweza kusema tendo jema. Ametulia katika nini? Sila yake, hakumiminwa. Maana yake huyo mtu baada ya kumpokea Yesu, lakini bado tabia yake bado anaendelea kuwa na harufu ile ile. Maana yake kama huyo mtu alikuwa na maneno machafu, bado yanaendelea kutoka katika kinywa chake. Maana yake huyo mtu kama alikuwa na tabia fulani ya kusengenya, bado hakijaondoka. Maana yake ile harufu bado yuko nayo. Maana yake japokuwa anasema anafanya matendo yaliyo mema, lakini bado kuna tabia ambayo inazunguka ndani yake. Maana yake ndio maana ili ubadilike inatakiwa utoke katika ile chombo ambacho ulichokuwa. Labda nilikuwa ninatukana sana, labda nilikuwa ninalewa sana, labda nilikuwa mzinzi sana. Maana yake utoke katika ile hali, uingie sasa katika hali ya kutokufanya zile tabia ambazo zinakupelekea wewe uendelee kubaki na ile harufu uliyokuwa nayo, uendelee kubaki na vile vitabia ulivyokuwa navyo. Haleluya. Maana yake hiki chombo anaposema umiminwe, maana yake utoke mahala fulani ambako ulikuwa gizani, ambako ulikuwa na tabia mbaya, ambako ulikuwa hueleweki, uondoke huko. Maana yake uvae, uende kwenye chombo kilicho kisafi, ambacho kinabeba utakatifu, ambacho kinabeba mawazo mazuri, ambacho kinabeba upendo, ambacho kinabeba amani, ambacho kinabeba utulivu. Hicho chombo ndicho utaona badiliko mahali popote kitapokuwa kinakwenda. Hicho chombo kitakuwa na utukufu wa Mungu. Maana yake hata harufu yake itakuwa imebadilika. Haleluya. Unajua neno lina fumbo. Maana yake lina fumbo. Maana yake anaposema chombo, mtu anaanza kujiuliza, sasa hii ni sahani au ni bakuli? Haleluya. Maana yake unaanza kujiuliza, lakini chombo ni moyo wa mtu ambaye unabeba hila, mambo matukana yanatoka humo, maneno mabaya yanatoka humo. Maana yake moyo wako ndio chombo kinachozungumziwa mahali hapa. Maana yake ukitolewa, ulikuwa na tabia nyingine, moyo wako unapotakasika, maisha yako yanapotakasika, maana yake unakuwa na tabia ya kimungu. Hapo ndio Mungu anaonekana kwamba huyu mtu sasa hata harufu yake imebadilika. Haleluya. Anaona badiliko kwa mtu huyu. Narudia huo mstari ili unielewe vizuri. Elewa kwamba kitu kinaitwa chombo ni moyo wako. Moyo wa mtu. Moyo wa mtu huu, maana yake huyu mtu alikuwa mlevi, alikuwa na mambo ya ovyo, na yote anasema kiujazacho mtu ndicho kufanya nini?
kiujazayo moyo wake. Maana yake wewe ndani mwako kama kuna mambo matusi, nini, usengenyaji yapo ndani, hiyo ndio aliyojaza moyo wako. Lakini kama kuna mambo mema utasikia Mungu akubariki. Yaani mambo ambayo yanamsaidia mtu hata mwingine aone kwamba huyu mtu ni wa namna gani au ni wa kabila gani. Haleluya. Maana yake mtu anajua, mlokole anajulikana mahali popote atakapokwenda. Utasikia tu